Ubwanzu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwancho murigerero Ndizi TV na nechi ngakinge karongo kwa rigari meyo murobero ko komenya kuya umurobero kose nuwa manke igoro yetinzera cyo komenya buya kebo tenu yero na iki ya itamtu abeto kwanira manke igoro ya operation yo mutugo se okubarwa ko mutwe daktari na beta gutumanya manke bintu mbiribye biga akero kende bikorera umuntu abega wikirasi agwenera gukorerwa operation yiga guse okubarwa ko mutwe akaba gutumanya una ainanchiro rochia okubarwa ko mutwe kulingana gose kubwatekana n'umucando urya umuntu bwate manje mugirire nase umurobire weritwe rya rero ndeto kwarga na centre bene ero tugendere gusanga manke ekero bono rero taitachi gutumanya ibitambukiro gose hatua process ya operation yeganere yekero umuntu iriwe rumwerime ningikeriye agokorerwa mbinto kibiri no baragwa abanyagetari abayiga boko barabagokora n'umuntu ningikeriye bwento gukora mari erinde tochikoiwa manke mono nacho tumanya nekero umuntu akorerwa korerwa kubaruko iga ko mutwe ninkike bwenerete ko bwate ningi umuntu agwenta gukora ningi atabwenereti gukora ibuno manchi muri ngo kwarga 90 century abene eriyo beko gusanga 90 we komero numurubiro kore twasore 90 Evalino Sera kiro binyoro na sense moya Facebook nabo kogendera gatunyaro wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube gatunyaro wetera Ndizi TV News nabo igase website ito wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga amange go kwarga no manchi muri obeko gusanga 90 weka omwero. Daktari, tena karibu sana. Asante. Kwa kipindi kilichopita tulizungumzia mengi kuhusu operation ya kichwa. Uliweza kutueleza zile shida ambazo zinachangia mtu afanyiwe operation. Pia ukaweza kutueleza ni zile vitu gani mna put into consideration wakati mtu amekuja na shida anataka maybe yenye inahitaji operation. Sasa kwa hiki kipindi nataka utueleze ile process ya operation. Mmechunguza huyu mtu ako katika hali gani? Sasa mmemfikisha kwa ile room ya kufanyiwa operation. Ni nini inafanyika huko ndani? Na watazamaji, mimi hapa tunataka kujua ni nini inafanyika hapo ndani. Ndio tumerealize watu wengi wakati wenzao nini tuseme kama ni mtu amepelekwa kufanywa operation, watu wanakuanga wako na uoga sana. Hawajui ni nini inafanyika huko ndani. So leo tunataka utufahamishe, utujulishe ni nini inafanyika huko ndani sasa. Okay. Kwa majina naitwa Dr. Nyariki Michael. Mimi ni daktari wa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Kisii Teaching and Referral Hospital na hapa Kisii County. Nikirudi katika swali lako, yes. Nafikiri tusisahau kuna yale ambayo ni ya muhimu sana ambayo yanatendeka kabla ya kufika kwa ile sehemu ya operation. Yes. Na vile unaweza kuwa unafahamu mtu ambaye amepata ajali wakati mwingine anafahamu na ajijui pahali yako ama kile ambapo inahitaji kufanyika. Na hii ndio maana huwa tunaita wale watu ambao relatives wa karibu ili wakuje waelezewe. Ni muhimu sana kuzungumza nao ili kuwaeleza shida ambayo mgonjwa amepata na yale matibabu ambayo yanahitajika. Na mmoja wao sana ule ambaye yako karibu sana na ambaye huyo mgonjwa ndio huwa yeye ndio ambaye anaweka idhinishi ya kupeana ruhusa ili tuweze kufanya operation. Hakuna operation inafanywa ambao wakati mtu hajapeana ruhusa. Na kawaida ruhusa hii inaweza kubadilishwa wakati wowote, kwa sababu unafaa uelezewe na daktari sababu ya kufanya hiyo operation. Na kama kuna anafaa kukueleza yale complications ambayo yanaweza kufanyika, anafaa kuelezea matarajio ambao
iwapo muda itaweza chukua muda gani, na baada ya hapo mgonjwa atapelekwa kwa pahali gani. Hiyo ni maswali ambayo wale relatives ni muhimu wajue, wako na ile right ya kuuliza ili waweze kuelezewa. Na tunapata mara mingi watu wapate kujua kuwa ni muhimu wazungumze na daktari kabla ya operation. Na kawaida katika chumba cha upasuaji kuna timu ya nurses, kuna madaktari ambayo wanaweka dawa na wale madaktari ambao wanafanya upasuaji hiyo. Na wakati chumba chametayarishwa, vifaa zimehakikishwa kuwa zote ziko tayari, ndiposa mgonjwa anaweza kuwekwa dawa ya kulala. Wakati mgonjwa amewekwa kulala, unajua operation ya kichwa kuna vitu lazima tupitie kabla ya kuingia hapo. Unaona kuna nywele na ambayo inaweza zuia kufika sehemu unafika. So lazima hiyo nywele itolewe. Na huwa hapo ndio ambapo tunafanya shaving kwa upande wa theater. Ndio maana wengine watapata mgonjwa wao alirudi hana nywele. Ni mzuri kuelewa lazima itolewe, kwa sababu nywele hiyo inaweza zuia sehemu ya kufanya hiyo upasuaji isionekane. Matayarisho huwa inafanywa kwa hiyo sehemu, na huwa kama vile inafanywa kwa timu. Lazima the team leader anauliza kuconfirm kila kitu. Kwa huyu ndio yule mgonjwa, huyu ndio anafanywa operation fulani, sehemu ya operation ni upande huu, kwa sababu unaweza kuwa na shida upande huu. Usipofanya kenye tunaita checklist, unaweza kufanya operation upande ambao hufai. So lazima hiyo vitu yote ifanywe kama checklist ambayo inafanywa kwa ndege, kwa sababu operation ya binadamu ni kitu very serious. Na lazima preparation ichukuliwe maanani kabisa. Kufungua, huwa tunafungua sehemu ya ngozi wakati tumevaa baada ya matayarisho ya mgonjwa. Lazima tuoshe mikono, tuvae yale mavazi ya theater ya kuzuia infection. Na ndio maana huwa kitu moja ni muhimu wakati unaenda operation, yale mavazi mgonjwa anavaa kule nje hayakubaliki ndani. Hata kama uko na earrings lazima zitolewe, kama uko na pete ama kitu yote lazima yao yote yatolewe. So wakati tumefanya yao matayarisho na kila kitu iko tayari, ndio kutegemea na operation unafanya. Unaweza weka hiyo kukata kutumia wembe ya upasuaji, na upande wa ubongo tuko na special tool kama drill. Inafanana kwa wengine inafanana na ile drill ya kawaida tunaona huku nje, lakini ni aina tofauti ambayo iko sterile, na tunatoboa zile mashimo na kukata, na tuko na mashini ya kukata ubongo ili kufungua uweze kuangalia upande wa ndani. Na hapo ndio ambapo kama kuna damu ambayo umekuja kupatana nayo unaweza So mko na mashini ya kuangalia ndani ya ubongo? Kuna mashini inatumika kuangalia? Kuangalia ndani tunatumia macho yako. Lakini so mashini inatumiwa kufungua njia. Kwa sababu lazima ukate sehemu ya ubongo ya mfupa ndio uweze kufungua kuangalia ubongo wenyewe. Wakati umefanya kufungua, ndio shida ni tofauti. Kuna yale damu ambayo inapatikana ndani ya ubongo, kuna ingine yanapatikana juu. So kama ni ile ya juu, unaanza na hizo kutoa za nje ukielekea upande wa ndani. Na baada ya kuweza kutoa hiyo damu kwa kutumia vifaa ambao tunatumia za kuzitoa kwa makini, huwa tunahakikisha kwamba hiyo sehemu tumetoa haimwagi damu tena.
kwa sababu unaweza toka hapo kama hujahakikisha kila kitu. Damu inaweza kuwa inaendelea kutoka baada ya operation. Baada ya kuhakikisha hakuna damu inatoka, unaanza kushona ukitoka nje. So kuna zile coverings ya ubongo, kwa kizungu tunaita dura. Kama ulikuwa unafanya operation wa ndani ya ubongo kabisa, lazima hiyo dura iweze kushonwa tena, ifungwe tena. Alafu mara nyingi tu tunaweka kifaa tunaita drain. Ndio wengine wanaweza pata mgonjwa wao wako na pipe inaweza kuwa inachungulia kwa nje ya ngozi. Hiyo huwa tunaweka hapo, ndio kama kuna damu ama maji ile ya ubongo inaweza kusanyika baada ya operation, iweze kutoka, ndio isilete pressure zaidi kwa ubongo. Na hiyo huwa tunashughulikia, tunaitoa baada ya masiku 2 baada ya operation. Na vile nimesema, kila kitu lazima irudishwe vile tulitangulia. So wakati umefika kwa mfupa lazima irudishwe vizuri, na ngozi iweze kushonwa na uzi vizuri. Na baada ya hapo mgonjwa, kutegemea na hali yake kabla ya operation, wengine tunaweza kuwapeleka katika chumba cha ICU waweze kupata madawa na matayarisho polepole. Na wengine tunawapata wale ambao hali yao si mbaya sana, tunaweza kuendelea na matibabu kwa katika chumba kule za ward. Asante sana daktari. Wacha tuende mapumzikoni kidogo, tutarudi. Mwanji umurire bano mno kwa berugo koigwa ebye bitambukiro biria bikubwati waike umuntu airurase enyombe ya ukubaro usokumano gokorerwa daktari obera gutumanya munankikiriye gokorekana ase semeri ani nakibago koro kubaro kwega irukwenekia muno muntu obereka gokonyeka bano muna beria utunya buna kubwatikana hali y'umuntu gosenchereri umuntu arekera kuri operation yega nabo akoirwa sense moja ICU gara sibakubekirwe ndeo asenchire moyo kwenekia muno bekirwa mario gayega elio koba buyante tragenda sumutu mugomokeigo batokwirana ntochi kuigwa maki. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Na ndo mwancho muri rero kartwa ko ro mutumo gongo kwirania sentire abene nze tukomanya ekero umuntu yigakora iruse ya operation yiga osonirwe umutu yiga ningi kiriya bwente gukora ningi atagwenerete gukora na cyabwente kwerenda muntu nabwente ko utaranya gitari nainde usekera gorirwa operation yigo korire kunya gitari antaite tobeto kumanyugwa amange beriyo tobeto gosenwa igoro yekinchira cyo kurenda obochenu abo umutu yose obongo. Karibu tena daktari. Sasa umesema huyu mtu amefanyiwa hiyo operation, ameshonwa. Ulisema akishonwa hizi usi anatolewa up to 2 days. Kuna vitu tofauti tunafanya kwa siku fulani. Nafikiri ndaziweka katika different category. Wakati mgonjwa ametoka katika chumba cha upasuaji, kitu ya kwanza ni anawekwa katika sehemu tunaita recovery area. Na hii recovery area ndio ile ya kumweza kumke, kama ni yule ambaye ayepelekwa ICU, anawekwa hapo ili aweze kuamka polepole. Na ndio maana kuna wakati unaweza ambiwa operation imeisha, lakini mgonjwa anakaa hapo hata zaidi ya masaa 6 ama zaidi. Na sababu hii ni ili aweze kuangaliwa kwa ile makini, ili kuangalia zile complications zinaweza fanyika kwa hiyo masaa ya kwanza mpaka mgonjwa amke kabisa. So wakati ameamka vizuri ndio huwa anapelekwa katika ward.
kule ward, ya muhimu ni kwamba kuna madawa ambayo tunaweza kukuwekea za kushughulikia vitu tofauti. Kuna yale ya muhimu ya kushughulikia maumivu. Kuna yale ya kusaidia uponaji wa ubongo, ili kusiweze kuwe na wale ambao tunapata wengine kwa baada ya operation za ubongo wanakuwa na kifafa. Na tunaweka kwa madawa ya kuzuia hiyo kifafa na kuzuia pia pressure isiongezeke sana kwa ubongo. Ya muhimu tena ni lazima mkuwe na mazungumzo ambapo mtu ataanza kukula wakati mgani. Kwa sababu chakula ni muhimu sana kwa hiyo process ya uponaji. Na operation mingi, kama mgonjwa ameamka vizuri, tunaweza kumwanzisha baada ya kati ya 6 hours to around 24 hours. Anaweza kuwa ameanzishwa chakula ya kukula. Ingine ni kushughulikia kidonda ya mgonjwa. Na utaona kwamba kuna wengi utapata wako na kitambaa ambayo imefungwa kwa kichwa. Na kuwa ni muhimu waangalie kidonda kama kuna iko safi. Na kama ile pipe nilizungumzia ambayo tunaweka baada ya masiku mawili, kama haitoi maji mingi, huwa tunaweza kuchomoa hayo. Kuna yale mipira ya kukojoa, wakati mwingine unawekewa kwa wakati unaenda operation. Na hayo yanaweza kutolewa polepole. Ndiposa mgonjwa anaweza anzishwa kwa matembezi polepole akiendelea kupata uponaji. Naam. Sasa wakati mtu amemaliziwa hiyo process yote, labda amepelekwa kwenye wodi, amemaliza, amekuwa discharged, ameenda nyumbani, management yake anafaa kuifanya aje? Despite sasa kuna kidonda kwa kichwa, anafaa kujichunga aje? Vidonda vya mwili huwa matibabu inaenda kwa njia tofauti. Lakini kwa ile tunasema vidonda mingi kama yameweza kushonwa, baada ya siku ama masaa 48 hours, mtu anaweza kuoga. Huwa tuna uzuifu wa kusema kuwa kidonda ifungwe. Ndio maana utaona wagonjwa wengi baada ya siku mbili huwa tunafungua hiyo kidonda, tunaiwacha wazi. Na hakuna shida yoyote maji kigusa hiyo kidonda. Na huwa tunawakubalia, especially wale wanachawa, tunawakubalia wanaweza tumia hiyo kama maji ambayo wanatumia ni safi, inaweza kugusa kidonda. Na ya muhimu ni lazima waendelee kufuatilia yale madawa ambayo wanapewa wakati wa discharge. Na huwa tunawahimiza, kuna ile tunaita follow up. Mara mingi ni kati ya wiki moja hadi wiki mbili baada ya kutoka kwa hospitali. Na kuna wale wanahitaji kitu tunaita rehabilitation, na hiyo ni kama wengine tunawaambia wanahitaji kuja mazoezi, especially wale wenye wanakuwa na sehemu moja ya mwili imepata kupoteza nguvu, na wana nguvu hiyo saa zingine huwa inarejea polepole. Na ni mazoezi ndio huwa inaregesha hayo, na si yale mazoezi ya kukimbia. Huwa ni mazoezi yanafanywa kwa hospitali ili kuweza kuregesha nguvu kwa sehemu hiyo ya mwili. Na ya kuna wale ambao tutaweza waambia hata wakati wamekuja kwa follow up kwa clinic, wanaweza hitaji kurudia kupiga hiyo picha ya CT scan ili tuweze kuangalia kama kuna mabadiliko kutoka kwa ile wakati walikuwa kabla ya operation. Na hii yote ni vitu ndio tunafuatilia baada ya hiyo muda wa operation. Kabla sijakupa muda wa kuambia mtazamaji your general advice kuhusu nini afya ya ubongo, ile njia, zile vitu wanafaa kufanya ili kujikinga kupatikana na shida ambazo zitawafanya wao wafanyie upasuaji, na
kwa wale ambao wanaogopa hiyo process ya kufanya upasuaji, nitakupa muda ili uweze kuwapea advice yako ya mwisho. Hapa mahali tuko naona kuna machine fulani hapa, sijui kidogo tu kwa dakika chache unaweza tueleza hii machine ni ya kazi gani? Machine ambayo tuko nayo hapa ni machine ya ile tunaita endoscopy machine. Na endoscopy machine ni ile, kuna wale wenye ambao wako na shida za ulcers ama kuchomeka tu, wanasikia ile tunaita kiungurika, ama wanatapika damu, ama wengine wanapata kutokwa damu kutoka kwa choo, ama wanakuwa na vikivimbe ambayo ziko kwa tumbo. Mashine hii ndio ambayo inaweza kusaidia kuangalia sehemu ya ndani ya mwili, na kama uko na ulcers inaweza angalia, kwa sababu ulcers zingine tunapata kuwa ni mtu anakuwa na shida ya kuchomeka kwa muda mrefu, na wengine tunapata kumbe ni kansa ambayo inaweza kuwa ilikuwa inamea. Na huwa wale ambao wamepata matibabu ya ulcers kwa muda mrefu na haipati kupona, huwa tunawahimiza wafanye hii tuweze kuangalia sehemu ya ndani ya mwili. Haya, nadhani wakati mwingine tutapata muda ili utakuja kutueleza jinsi mashini inatumika, the whole process of it. Sasa turudi kwa swali langu, nataka upeane advice yako ya mwisho, jinsi watu zile vitu ambazo watu wanafaa kufanya ili kujikinga kupatikana na hizi shida za ubongo, na kwa wale watu ambao labda wanaogopa mambo ya upasuaji. Ile ningependa kuhimiza ni shida mingi za kwenye ambayo tumezungumzia, ile tunaita prevention might be the best way kuzuia shida hizo. Kuna yale ajali ambayo tunapata sana sana kwa vijana wetu ambao wanaendesha bodaboda, kwa sababu tunapata hao ni mmoja wa wale wengi ambao wanapatwa na shida za ajali za ubongo. Na ile tungewahimiza ili wasiweze kuendesha bodaboda kwa wakiwa wametumia mihadarati, ama wakati wanaendesha bodaboda, safety kuwe muhimu, ili safety ya ambaye anaendesha na safety ya passenger, ili waweze kuvaa helmet, na hiyo helmet inaweza kupunguza ile magnitude ya ajali ambayo inaweza tokea. Kando ya hayo, kuna yale mashida ambayo haiwezi zuiwa na prevention. Saa zingine tunapata kansa zingine za ubongo ambao yanapata hata watoto wadogo, na napata si shida ambazo zingeweza kuzuia kwa kusema vyakula ama kuzuia kwa njia zingine. Lakini ya muhimu ni kwamba wakati unapata kuna shida ya kichwa inauma labda kwa muda mrefu, unapata kuna kupoteza memory, unapata mtu anachanganyikiwa na hakukuwa hivyo, ama unapata mtu anakuwa na shida ya kutetemeka, yale ya kifafa. Hizi zinaweza kuwa ni signs ambayo kuna shida fulani kwa ubongo, na ni mzuri kuwa unaweza enda kwa daktari ambaye ako na maarifa kwa hizi shida, ili aweze kuona kama kuna dalili za kwamba ama vitu ambayo tunaweza zuia. Ama wengine tunawapata nyumbani wako na sehemu moja ya mwili imepoteza nguvu, stroke, ile tunaita stroke, na hata wengi wamekaa huko nyumbani ambao, na ni shida zingine tunaweza kurekebisha ambapo wakikuja hospitali mapema. Na wale ambao wanaogopa wenzao, watu wao kufanyiwa surgery, naweza waambia nini? Kile ningeweza kuwahimiza ni kwamba kila operation ambayo inafanywa ni kwa sababu ya sababu fulani. Na sababu ya muhimu sana ni kuokoa maisha, na ambapo ya kwamba kutofanya operation unaweza kuleta madhara zaidi kuliko kufanya operation hiyo. Na operation ambazo zinafanywa
yanafanywa na madaktari ambao wamehitimu, wako na experience kwa hizo shida, na huwa tunachukua a lot of precautions and safety kwa preparations, na wengine ambapo wakati wanaambiwa mahitaji yanakuwa mingi, tunahitaji damu, tunahitaji vitu fulani, na naomba kuwahimiza kuwa waelewe, kwa sababu hizi ni zile vitu tunachukua kama precaution ili tuweze kuwa na good outcomes kutoka kwa operation, kwa sababu wagonjwa kwa sisi madaktari yetu ni tunajali sana maslahi ya hao wagonjwa, na tunajua ni watu ambao wako na watu nyumbani ambao wanaangalia kwa njia mingi sana. So kitu na naona ni mazungumzo. Ukiwapo uko na maswali, ni mzuri kuzungumza na daktari wako, kwa sababu hiyo mazungumzo ndio inaweza kutoa yale wasiwasi na inaweza kupunguza zile maswali ama wasiwasi ambao unaweza kuwa nayo. Na daktari, je, mtu anaweza fanyiwa upasuaji more than once, zaidi ya mara moja? Upasuaji wa kichwa ndio unaweza fanyiwa zaidi ya mara moja, na kwa sababu shida ni tofauti. Shida zingine za ubongo zinaweza kuja kujirudia. Tunaona wengine ambao wamefanyiwa kwa sababu ya kupata bleeding ama clot kwa kichwa, wasiporekebisha yale vitu ambayo iliwafanya hiyo shida ikatokea, wanaweza kupatikana tena na shida hiyo. Ama kama ile tulisema, kama shida za ajali, iwapo precautions and safety zisichukuliwe, wanaweza jipata tena kwa shida hiyo tena. Asante sana daktari kwa kutuelimisha mengi kuhusu upasuaji wa kichwa. Nadhani wakati mwingine tutapata muda ili tuweze kuzungumzia mengi. Asante sana Evelyn. Aya. Mwancho muri banombya manande kwa biro koiwa ina mange twabere togo senwa iguru yoko barwa kumutu daktari abera akusenya mange kurinde segetene nene ribuna kero kende kwarorire ebioro kerebe ukagera mwana ubwato muchando bumutu gosobongo tarira senyagitari roro munyagitari sanganere eria kumanyie gusakwo tebe ningikereke bwena te kubwatiwa onye nuko baro kubenta gokorerwa erio gwekonya kurwase okonyora umuchando ase amatkao Wika china sumurubiri gwo kumenya ukuyani gwo kuletwa sore na nche Evelyn Osero.